Nimetoka Nachingwea, ninafanya huduma hii ya kuhubiri habari njema za Yesu. Naenda katika miji na vijiji mbalimbali. Inawezekana umewahi kusikia, pengine inawezekana umewahi kuona kwenye mitandao, pengine inawezekana kwenye vyombo vya habari pia. Kuna redio Songea, kuna redio Mtwara, kuna redio Lindi. Hizo zote nimepita kuhubiri. Inawezekana pengine, kwa hiyo kama wewe kusikia mtu anaitwa Chiamba kwenye mitandao au kwenye hizo redio, basi ndio mimi nimeingia Mnavira. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimeingia Mnavira siko mwenyewe, ni mtu ambaye ni mume wa mke mmoja. Yaani ukija nyumbani, mimi ni baba mwenye nyumba, nina mke na watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mke wangu mwenyewe ni huyu aliyosimama kwenye madhabahu hii. Huyu ndio mke wangu ambaye naongozana naye kwenye huduma mahali napokwenda kuhubiri habari za Yesu, na hata asipokuja bado anakuja pamoja nami katika maombi na huduma zingine. Naomba pale ulipo akupungie mkono namna hii tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu nimesema ni mtu mmoja ametoka mbali sana, lakini Mungu amemleta kusini kwa kusudi. Sasa baada ya utambulisho huo, twende kwenye neno la Mungu. Nataka nisome Biblia hii, kitabu kile cha Ezra, sura ni ile ya 9 mstari wa 7. Naomba unisikilize vizuri. Kitabu cha Ezra, sura ni ile ya 9 mstari wa 7. Biblia inasema, tangu siku za baba zetu tumekuwa na hatia kupita kiasi hata leo, na kwa sababu ya maovu yetu sisi na wafalme wetu na makuhani wetu tumetiwa katika mikono ya wafalme wa nchi hizi. Tumepigwa kwa upanga, tumechukuliwa mateka, tumenyang'anywa mali zetu, tumetiwa haya nyuso zetu kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuzungumze kwa habari, kama unapenda kufuatilia namna ya somo, limetengenezwa kwa namna ya kusema ya kwamba kuchukuliwa utumwani. Asante mke wangu, naweza ukarudi. Asante, ngoja tuende kwa haraka namna hii. Huwa tunapokuwa na muda wa kutosha tunaeleza mengi, lakini kwa sababu leo ni siku ambayo tumechelewa sana, tunajaribu tukimbizane. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia hii, kuchukuliwa